ya mkondo wa kwanza pale Berkane, Simba kutoka kwa idadi ya mabao 2-0. Anatakiwa kurudi nyumbani na kuanza kupanga mipango yake. Lakini story sio Simba tu kufungwa, story ni uwanja wa Amani ndio kwa story. Watu wataki Amani, wanataka Benjamin Mkapa. Kwako una nini la kuzungumza kuhusiana na hii scenario sasa hivi inayotokea? Watu wanaanza kufocus na mechi, wanaanza kufocus na uwanja. Kwa upande wa Simba nadhani viongozi wao wamefocus na mechi. Mashabiki wao ndo kelele nyingi ile kukariri mechi kichezo taifa, uwanja wa taifa, kwamba mashabiki wanaamini kuna vitu vyao vingi. Unajua ndio maana nyasi pale ziote. Watu wamechimbua sana ule uwanja, ni maji yaliyowekwa chini huko hawezi kuruhusu nyasi ziote. Kwa hiyo kwa upande wa viongozi mimi naona kwa sahihi. Mashabiki wameweka tu ile akili kwamba tukicheza kwa Mkapa sisi, lile neno la kipindi hicho la Jimanara kwa Mkapa toki mtu bado limewazunguka, lakini mimi naamini mpira ni popote. Ile mpira ni popote, kwa Simba wamejipanga vizuri, wasawazishe goli na wapate ushindi, kwa sababu Simba mechi ya Morocco hawakujipanga kwenda kucheza, walijipanga kwenda kuzuia. Hivyo ni vitu vile tofauti. Sisi tunaenda kuzuia, tupunguze idadi ya magoli, lakini ungejipanga kwenda kucheza kiplani wangefanikiwa. Ndio maana unajua timu za Kiarabu ni tofauti sana na timu zetu sisi watu weusi. Waarabu wana plani ya kucheza makundi, wana plani ya kucheza mtoano. Umeona wale Berkane hawana wachezaji wazuri sana, ila wana plani za kucheza mechi ya finali, wana plani ya kucheza mechi ya nusu finali, wana plani ya kucheza mtoano, kwamba sisi tunacheza mtoano. Ndio maana walifunga goli 2 za haraka Simba kwa jua tunapigwa nyingi na watu kaamini kwa wanapigwa nyingi, lakini wao wanacheza kitekniki, kwamba mimi nimepata goli 2 lakini hizo goli 2 zinaendelea kuchezea mpira. Timu zetu sisi Simba na Yanga utakuta kwenye mtoano mtu anatumia nguvu nyingi, kwenye makundi mtu anatumia nguvu nyingi, lakini Waarabu wao kwenye makundi anatumia akili nyingi, anatunza energy ya kuja kucheza watu wa mtoano. Anaona mtu anacheza kwenye makundi hawezi kucheza kama anavyocheza kwenye mtoano. Ndio maana wale Berkane wana akili, wana skills, wana kila kitu. Hawajatumia nguvu. Simba ndo wanataka kutumia nguvu, ukimbie, ukabe, upige pasi, lakini wao taratibu. Wakipata nafasi, faulo, kona, goli, wanacheza taratibu. Ndio plan hata watakao kuja nayo hapa. Simba wanatumia nguvu nyingi. Wale Waarabu wale wana wiki mbili kwa Zanzibar. Kwa kuwatoa tena Zanzibar walete huku ni ngumu. Kama ndio maana nakwambia wana akili. Sisi unakuta Simba kocha wa viungo ndio huyo mtu wa skills. Wenzetu wametuzidi, yani kuna mtu atakaa nao chini, atawatengeneza wachezaji kisaikolojia, atawaandaa vizuri. Yani kila mtu anatimiza majukumu yake. Kwa hiyo wale Berkane mimi naamini wanakuja kuchukua ubingwa vizuri kwa upe. Akia Mungu nakwambia. Kwa upe mimi nipo, utanirudia baada ya mechi finali. Si Jumatatu kama leo njoo tena. Mimi nitakwambia unaona. Yule hataki goli nyingi. Ujue kuna muda unahitaji pointi 3 tu. Goli lako moja umemaliza. Kwa hiyo alichofanya wale bana, sisi tumetangulia 90 ya kwanza. 90 ya pili tunajua tutakuja kufanya nini. Tunajua mtakukuruka, mtashambulia, tunacheza hivi taratibu. Tukipata nafasi, kona, faulo, goli. Tukipata goli ujue mpira wa Kiafrika goli moja, goli 2. Tukipata ugenini hiyo tuna 4. Tuangalie binafsi kwa upande wako linapokuja swala la marudiano mechi ya pili kwa Simba anapotumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Binafsi Simba unaipa nafasi kiasi gani linapokuja swala la mwisho na swala la kimaamuzi kuamua mchezo? Swala la kimaamuzi kuamua mchezo kwa Simba, kiukweli hata mimi hiyo kitu imeniingia na ninayo, yani kwa Mkapa. Simba anapokuwa kwa Mkapa huwa anafanya chochote. Kachilia mbali mambo mengine tunasemaga tu mambo mengine matani, sijui chawi, sijui nini. Lakini Simba kweli hata iwe mbovu vipi, ukimweka kwa Mkapa ni mashindano ya kimataifa. Tunahitaji matokeo. Simba atakupa matokeo. Ila tu finali haiko hivyo. Simba anaweza kupata matokeo kwa Mkapa lakini ikawa ni 2-1, 3-1, 3-2. Yaani atapata matokeo lakini kusema umngoe yule mtu sasa hiyo ndo ngumu. Arabu wametuzidi hapo, wana tekniki nyingi sana. Ni ngumu kuja kuchukua ubingwa kwa Mkapa. Mimi naamini Simba matokeo atapindua lakini kuchukua kombe ni ngumu. Yaani ni haiwezekani never. Kwenye swala la kimaamuzi umezungumzia Simba inakuwa ni habari nyingine. Young Africans tuliona mchezo hapa walicheza na CR Belouizdad. Kwenye jambo ambalo kila mtu hakuweza kushuhudia kwamba kitakuja kutokea ndicho ambacho kimetokea. Mechi ya Yanga dhidi ya CR Belouizdad unaikumbuka. Wote ni Waarabu tunawazungumzia hapa. Yanga alipata ushindi wa mabao 4-0. Hii unaileti vipi kwenye hii mechi ambayo inafuata? Na wote ni Waarabu Algeria, Simba anaenda kucheza na Mwarabu wa Morocco. Ipo hivi, kuna plan game. Yaani kila mechi ina plani yake. Wale Waarabu walikuja wakakuta Yanga na plani zake kwamba sisi mwaka huu sisi tunataka tufike hatua fulani.
na Mungu akiwa upande wako. Yaani kwenye mpira mimi naamini kwenye mpira kuna bahati pia. Kuna usemi wa Ricardo Momo anasema mwaka wa mafanikio hata ukiuza genge ni sawa na mtu mwenye supermarket. Kwa hiyo inawezekana kuna kipindi wewe timu yako sio bora, sio nzuri, lakini tayari wewe umeandikiwa bwana, wewe Yanga utafika fainali. Simba unayo unakuja kuvunja rekodi Yanga utafika fainali. Utafungwa kule utashinda hapa. Yaani hivyo vitu tayari ni vipo. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwenye mpira kuna bahati. Kama ni bahati yao, tunaweza kusema ni msimu wa bahati kwa Simba kwa namna moja ama nyingine. Ni msimu wa bahati ndio. Kwa sababu gani? Wewe angalia njia aliyopita Simba. Kuna mtu kampiga Misri. Yule Misri ni atanji, Simba singemngoa yule. Zamalek. Simba singemngoa yule. Lakini umeona Mungu alivyompitisha njia nzuri Simba. Bana wewe mwewe Mwarabu huyu. Sisi tunakupa msauzi mbovu atakusaidia kumtoa yule ambaye wewe atakupasua kichwa na atakusumbua. Kamtoa yule. Simba kaja akajichukulia kitoga chake yule. Lakini hapa sasa alipofika hapa ndo Mungu alipomwambia mimi nitaka kufika finali tu, upunguze maneno ya Yanga usikutanie, mwambie mko sawa. Kwa wamalize tu wao mechi yao, turudi hapa tuone bana Yanga anacheza, acheze, Simba anacheza, ndio tukisubiria sasa hivi. Kwa sababu nakupa hiyo. Simba kichukua ile kombe, hizo kelele zote mechi inachezwa ucheze hamna tena. Yaani sio utafocus Simba tayari ana kombe ile, hilo ligi kuu chukua tu. Hadi viongozi ambao wanataka Simba achukue ile kombe la ligi kuu msimu huu, mipango yao ambao wameiandaa. Simba akichukua lile tu hizo stories zinakufa zote. Ukitaka hizo stories zianze upya, mimi nipo hapo nitakuja kuniambia hali. Simba akose kombe hili. Nguvu atakazorudi nazo huko, mawaziri, wabunge, madiwani wote. Tunataka tucheze. Na Yanga atamkomoa. Mimi sicheze, afu nione kinatokea nini. Kwa sababu wao kucheza akikutokea chochote. Umeandika barua. Bana mimi na wasiwasi 1 2 3 naomba mechi iahirishwe. Kwa nini Yanga anakuambia sisi tupeni maelekezo, tupeni vifungu vya sheria ambavyo viliwakubalia nyinyi Simba mkawakubalia hiyo. Kwa nini sisi tunawaambia hatuko tayari kucheza mechi hiyo na tukatalia? Kwa nini hamkutoa tarehe kipindi sisi tumeenda kasi kule kulalamika Yanga? Leo hii washarudishwa huku ndo hapo mnapanga tarehe. Ni plan za Simba kuwa bingwa. Berkane wanajua wanapokuja Benjamin Mkapa, ndio maana wao pia mara baada ya taarifa hii kutoka kwamba New Amani Complex nao pia waliposti kwamba mechi ya marudiano itachezewa Zanzibar. Wanajua shughuli ya Benjamin Mkapa. Waarabu wote, sio Waarabu. Mashindano ya kimataifa sasa hivi. Inapokuja swala anacheza labda timu yangu kidogo ndo watu wanaweza kuchukulia hicho. Azam. Na bado yanajifika, lakini sasa hivi ndugu yangu timu yoyote Afrika ikisikia naenda kucheza Tanzania na Yanga naenda kucheza Tanzania na Simba uwanja Benjamin Mkapa, wao wenyewe tayari wana hofu. Yaani ujue ule uwanja sasa hivi ndio maana nyasi zote ya Mungu mimi nakwambia wanahangaika kila siku. Simba na Yanga wamechimbia vitu vingi mno pale. Nyasi haziwezi kuota. Kila siku maji yanamwaga, kila siku maji yanamwaga. Sasa hivi ninavyokuambia hivyo utakuta pale kuna watu wamekesha pale bado wanahangaika nao. Simba wameacha watu wao. Yaani zile timu zinapofika tu kwenye ule uwanja ni kwanza wanakutana na kitete. Yaani vitu ambavyo vimetegwa pale wewe mwenyewe kwanza unatetemeka ujaingia ndani. Wewe angalia kama ile mechi walikuja wale Waarabu wale wakapigwa na Simba wale. Washafika paka sema kuingia, mtu akaja mbio kawazuia, kawazungusha huko. Yaani kitete tu, hamna mtu wa Simba uone chochote lakini nyewe wenyewe tu mnaingia na uoga. Kwa hiyo ni kikweli hiyo ipo. Hata sisi kwa wenzetu kuna viwanja unasikia vilabu vyetu vikienda. Unaona kabisa uwanja gani? Bana Cairo. Wapi? Soka bana wamehamisha kuna uwanja upo. Unakumbuka kuna mechi moja wanaenda kucheza Yanga Nigeria. Ilikuwa Nigeria ile mechi inapigwa town. Ile nakumbuka Di Manara anapiga kelele Rivers. Hatuchezi. Sasa baada ya kufika kule ule uwanja ulikuwa utumiki wakapeleka kuna uwanja wao wa machinjio kahamishwa. Watu wakaambia huko mnapoenda kwa Mtoboi. Mpahamishiwa Mtoboi ndo kama Simba. Wao walivyosikia mechi Zanzibar na walishaona mechi na unajua Zanzibar hawa kule napo sio kwao. Wakaja huku tushangilie, wakatuma watu wao wiki hizo 2 kabla. Waarabu wa Morocco hapo kule. Kwa hiyo ni unajua kabisa sisi kule kabla hao hawajajiandaa tunawawai wao. Lakini kwa Mkapa ndugu yangu kama mechi inachezwa Benjamin Mkapa huenda tukaandika historia kubwa sana kwa mnyama Simba. Mechi ikichezwa kwa Mkapa haiandiki historia kubwa. Iandike historia tu kama ya Yanga wamecheza finali na Yanga amecheza finali. Mnyama kama anafanikiwa kubeba kombe Benjamin Mkapa, huenda ikawa ni historia kubwa sana. Sio historia kubwa. Timu ina zaidi ya miaka 30 inakuja kubeba ubingwa sasa hivi tena shirikisho. Inakuwa ni historia kweli? Historia nikichukua mimi Azam. Hiyo ndio historia. Lakini una miaka 30, una ubingwa mfano una ubingwa zaidi ya mara 10. Uje kufika finali ndio umefika finali, anajiandaa kushangilia kufika finali. Akichukua telo kombe atakiwa shangilie kihivyo. Wewe Berkane kachukua mara ngapi? Mara mbili.
Ndio ile Chama anapishana na Kombo. Sasa wewe una miaka 30 unakuja kuchuona shangilia vipi? Njoo chukua mara ya pili, chukua mara ya pili mfululizo afu sasa ndo shangilia nimetia rekodi, nimefika finali, nimefika finali, au umefika finali ya klabu bingwa. Hii ni shirikisho bado. Neno lako moja kwa viongozi wa Simba lakini pia kwa wachezaji kiujumla kuelekea kwenye huu mchezo kama Mtanzania, wewe umezungumza ni mshabiki wa Azam FC, kama Mtanzania una lipi la kuzungumzia kuelekea kwenye finali ya pili? Kuelekea kwenye finali ya pili ni waombe viongozi wanawaharibu wachezaji kisaikolojia. Mechi kule, mechi huku, kwa sababu wachezaji mimi naamini wana simu hivi vitu siku hizi ni tofauti na miaka ya nyuma. Utasikiliza TBC tu. Siku hizi kuna Instagram, kuna Twitter, kuna Facebook, kuna TikTok, wachezaji wanaona vile vitu. Je, Shamba wa Amani Complex mmejiandaa vizuri. Chomokeni, nendeni kachezeni. Wachezaji mnawaharibu. Bora kama mechi ya juzi unaona kabisa ni Mpanzo, sio Mpanzo yule. Anawaza mechi inapigwa Taifa, inapigwa kule. Hivi vitu vyangu nitavifanyia wapi? Binafsi tukiachana na hilo, kuna taarifa ambazo zinaendelea mtandaoni kuhusiana na Stefan Aziz Ki kwamba tayari ameaga, lakini pia inasemekana kwamba klabu yake mpya inamhitaji kwa haraka sana. Hizi taarifa umeziona? Binafsi kwa mchezaji mkubwa kama Stefan Aziz Ki, una lipi la kuzungumzia? Nimpongeze sana Stefan Aziz Ki, ni mchezaji mzuri. Umeelewa? Na pia viongozi wa Yanga kwa sababu Aziz Ki hajaondoka free, ameuzwa. Kwa hiyo nadhani credit zinaenda kwa viongozi wa Yanga. Credit zinaenda kwa Aziz Ki mwenyewe. Kwa hiyo nimpongeze, lakini Azizi nadhani Kiswahili asikii. Hamisa, mwacha Azizi kidogo afanye mazoezi. Washanielewa, ni wenye dimbi washanielewa. Azizi ongera kwake, ongera kwa viongozi wa Yanga, lakini Hamisa najua Kiswahili unasikia. Mwacha kijana afanye mazoezi kidogo. Mwenye dimbi wameelewa hapo. Ni pigo kwa Young Africans kuondokewa na Stefan kwa upande wako? Aso pigo kwa sababu wanasema anapotoka mtu ambaye nyinyi mnaamini kwenye mpira, hata kwenye maisha. Kila sababu inapokuja utakiwa kuichukia. Sana sana utakiwa concentrate na nini kimetokea na natakiwa kwenda wapi, malengo. Leo hii Simba wangemngangania Chama, usingempata Mpanzo. Kwa sababu mjamisi tuna mtu ambaye anafanya vitu. Kuondoka kwa Chama ndio kumewafanya viongozi wa Simba tukatafute mbadala wake. Kila anayekuja amedrop, kila anayekuja wakakutana na Mpanzo yule. Leo hii mtu wa Simba yoyote kimwambia Chama na Mpanzo atakwambia Mpanzo, pamoja na Chama na rekodi kubwa na nyingi. Lakini sasa hivi akili yao yote ni Mpanzo. Kwa hiyo kuondoka kwa Azizi, mimi naamini ni nafasi nyingine ya viongozi sasa tena kuonyesha kwamba sisi huyu ameondoka alikuwa bora. Tunataka tulete bora zaidi yake. Sio kungangania Fei. Tunataka mwacha ni Fei acheze mpira. Hivi wewe Fei ungekuwa ndugu yako wewe, ngoja nakwambia bana, Azam amenikia bilioni 2, nimetafuta nyumba Masaki. Elewa, ameniambia mchezaji yoyote anayetaka aje watanisajilia niendelee kubaki. Wanamshauri gani? Kama Faisal. Faisal ni kaka kwao, ni mdogo wako. Ngoja kukwambia hivyo. Azam wamenipa ofa ya bilioni 2. Wanipa ofa ya kutafuta nyumba yoyote Masaki wataninunulia. Wamenipa ofa usajili ujao mchezaji ambaye anahitaji yeye kucheza naye, kama ni Kipre Junior, kama ni nani tumletee. Kuna vitu viwili. Hujanijibu swali langu. Fei, sasa wewe ni ndugu yako na kuja kuambia hizo ofa amepewa na Azam kama hiyo. Wewe unamshauri nini hapo? Achukue. Kwa sababu utaenda huku sawa, utaenda Simba. Simba zikupa mshahara milioni 80. Kuna mtaji. Sasa wewe unataka taji, unataka maisha yako ya baadaye. Nitafutie Mrisho Ngasa alipo sasa hivi. Huyo Fei Toto na Mrisho Ngasa nani amekuwa mkubwa kwenye mpira? Kaja Azam Ngasa. Anacheza Azam, mechi anacheza na Yanga, anaenda kuvaa jezi ya Yanga, anashangilia Yanga. Leo ana nini sasa? Kariakoo anaomba. Kwa hiyo Fei usiangalie, Faisal usiangalie kwamba eti naenda kucheza Simba. Nataka mataji. Angalia maisha yako ya baadaye. Mpira ni msimu. Umezidi sana ni miaka 13 hadi 15, lakini wengine ni chini hapo. Sasa baada, kwa sababu ukicheza miaka 8 au 10 wewe ni kijana mwenye umri wa miaka 40, 38. Sasa hapo sasa wewe akili yako yote tafuta hela. Ukishafika miaka 30, miaka 38 unaondoka na mabilioni ya hela, kuna nini tena? Tunaweza kushuhudia sakata la Faisal baada ya kuondoka Stefan Aziz Ki. Sakata tena Young Africans. Sakata kama replacement ni kelele tu. Kule kuna bilioni 2 kwa bao, nishakwambia. Bilioni 2 ambao ndio hela ya Waarabu wanasajili wachezaji. Mama yuko zake Azam Marine, mshahara milioni 5 kwa mwezi. Ana nyumba yake Zanzibar kashatengenezewa. Kwa mama watu akimeta Faisal, unajua tuko nakula ugali na sukari. Tuko hatuna nyumba. Baba mkubwa mtopa nyumba. Kuna bilioni 2 hizo mwanangu.
Faisal mpaka sasa hajaoa. Akimaliza mpira wake ndo anaenda kuoa, mabilioni yako benki. So taarifa ambazo zinaongelewa kwa upande wa Simba ni za uongo kwa macho nakizungumzia. Sasa hizo ni kelele ambazo zipo. Ujue sisi wa Tanzania sometimes tuna kitu fulani ambacho kipo. Kuna trending ikitokea kwa Simba, huwa Yanga anatafuta trending yake ya kuua huko. Ikitokea kwa Yanga anatafuta kuua huko. Kwa hiyo kinachotokea sometimes hapa katikati ilikuwa ni mvutano wa Simba na Yanga kuhusu mechi kuchezwa. Kwa hiyo Simba anaweza katengeneza kitu ili issue isizungumziwe, katotoa sisi mchezoni na tukuza finali, tutumkize la fei. Tunawatoa mchezoni na wao watakimbilia na sisi fei na sisi fei. Umeelewa? Kwa hizo ni vitu ambavyo huwa vinatengenezwa, lakini Faisal ana mkataba na Azam zaidi ya mwaka mmoja. Yani mwaka mmoja na miezi. Umeelewa? Kimkataba na kisheria ya FIFA haruhusiwi kuzungumza na klabu yoyote. Ni ile klabu inayomtaka ikazungumze na Azam FC. Sasa huyo Simba anazungumza kwamba mzungumza na nani? Mzungumza na Faisal. Sheria zinakuruhusu kuzungumza na Faisal. Leo kiongozi wa Simba akisema tukimkamata tu na tukahakikisha kwamba amesema eti tumeongea na Fei. Anatupa hela zetu, unaongeaje na Fei na mkataba? Kwa hiyo hizo ni kelele tu kwenye mitandao, unatakiwa uamini. Ukisikia Faisal abakiza miezi 6, afu mtu akakwambia hivyo, amini kwa kweli viongozi wanaongea naye. Leo unaongeaje na Fei wakati mtu mchezaji ana mkataba? Tetesi tu hizo. Bwana, tumezungumza mengi sana kimichezo hapa na tumezungumza sana, lakini miongoni mwa vitu ambavyo tumezungumzia ni mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane, na akasema kwamba Jumatatu mapema baada ya mechi tuje hapa mapema kwamba John hapa mapema tushawaambia Waarabu wana akili nyingi. Wewe mwenyewe ulipopigwa mbili za haraka ukajua leo 5. Uongo kweli? Of course nimejua 5. Lakini angalia kilichotokea hapa. Dada, kuna mtu palipo kama Kamusoko enzi zake. Anavaa jezi namba 6 mgongoni. Yaani huyo. Yaani huyo mimi ndo ananifanya mimi na yaani kama ni Zanzibar, kama ni taifa, naenda. Kwa Jumatatu ukiona mechi imechezwa Zanzibar, njoo Jumanne. Bwana ndo enjoy, naenda kumwangalia ule msenge anachafua sana. Sema ya kutoa anatoa. Achezi rafu. Sema kupiga penetration anapiga. Sema kupiga ndefu anapiga, bana ule mdudu sio Afrika, yule anataka aondoke Ulaya. Bwana tutatafutana hapa Jumatatu mapema tutakuwa tuko hapa. Kama mechi ikipigwa Zanzibar njoo Jumanne. Ikipigwa Mkapa Jumatatu. Jumatatu niko mapema sana hapa, naenda kuangalia zile nyasi. Kweli watu wanaimba nyasi hazioti sasa hivi. Simba wanamwaga sana maji hadi nyasi zinafifia. Bwana shukrani sana ndugu yangu.